Kwa hivyo Wanjiku, ningetaka kwa muda huyu kwa dakika moja tu, ili unajua labda kuna mtu ambao unaona umekaa sana bila kumsalimia, umekaa sana bila hata kumwambia kitu, mwambie kwa hiyo dakika moja ili tukaweza kuenda katika jambo hilo lingine. Washa Nyaga, nisalimie mheshimiwa wetu Mofaya. Mheshimiwa mahali huko, nimekusalimia sana. Usalimike katika jina la Bwana. Huyu mheshimiwa wetu unajua anajuana na Mungu. Namuonaga anaendaga kanisa. Mheshimiwa, usalimike sana mahali ulipo. Na mimi nikushukuru sana mheshimiwa kwa ile kazi nzuri unafanya. Niliona ukitetea vijana wetu huko hawana kazi. Lakini mheshimiwa Mofaya, tuko na vijana na waliregister lakini bado hawajashukuriwa. Na ni kazi njema sana unaendelea kufanya. Tunakupenda sana mheshimiwa. Huyu Nyaga, wacha nikupe sifa moja ya mheshimiwa. Watu wanaonaga ni kama hafanyagi kazi, lakini anafanya kazi kubwa sana na kazi ya muhimu sana Nyaga. Wakati anapoenda pale na kutetea vijana hawana kazi, hiyo ni kazi moja muhimu sana anafanya. Sauli, wakati ya vijana wetu wako kazi, huwezi ona wakifanya tabia baya. Kweli. Huwezi ona waizi huku kwa kijiji. Huwezi ona kuna watu wananyonga watu. Lakini kwa sababu ya ile kazi mheshimiwa anafanya, ndio maana unaona hiyo tabia yote imeishaisha kwa hii mji wetu. Mungu akubariki sana mheshimiwa. Nisalimie mtazamaji wetu ambaye amenitazama wakati kama huu, dakika hii. Na kusalimu sana, upokee salamu zangu. Nisalimie wazazi wangu mahali popote walipo. Nisalimie wale ambao tunazaliwa na wao. Nisalimie ambao wako nje, wale ambao wanatutazama, wale ambao wanatupongeza kila saa kila dakika. Hata ndio naona kuna huyu mmoja anaitwa Jeni Wandeli. Jeni Wandeli unajua kwa Saudi. Anatuambia watu wapewe neno ili wakaweza kumjua Mungu kabisa. Jeni Wandeli, Mungu akubariki. Wewe ambaye uko Saudi Arabia, Mungu akubariki sana. Ndio naona amekutumia message, hata ametuma kwa nini, ameniambia pia Wanjiku aendelee kuambia. Na wajuane na Mungu kabisa. Jeni Wandeli, Mungu wa mbinguni akubariki. Wewe ambaye unatutazama ukiwa Saudi Arabia, Mungu akubariki. Kuna nani Sejeri? Sejeri anasema keep it up. Mungu ainuliwe. Nawe Nancy Jeri ambaye uko Lebanon. Mungu akubariki sana ukiwa mahali pale. Na Mungu wa mbinguni awalinde, awaepukanishe na mabaya yoyote ambayo mnaweza kutakuwa mnakutana nayo. Kuna mwingine yako hapa anaitwa Sarome Modhoni, akiwa pale pande ya Masimba Junction. Anasema wenyewe siku ya leo ni tamu. Sarome Modhoni, Mungu wa mbinguni akubariki na wewe ukiwa mahali pale. Na Mungu wa mbinguni akulinde kwa ile kazi njema ambayo unafanya. Wewe unajua ile kazi Modhoni anafanyaga? Anahudumikiaga watu zaidi ya tubu. Sarome Modhoni ni daktari wa tubu. Ukienda pale ukiwa na njaa, Modhoni anakutibu na unakuwa sawa. Hapana. Mimi naongea kuhusu pande ya tumbo. Mungu wa mbinguni akubariki Modhoni. Unajua nimesikia tumbo yangu imeleta shida, sio nilikuwa nafikiria ni daktari wa tumbo ningeenda huko. Ukienda pale ukiwa na njaa, Modhoni ni daktari wa tumbo. Okay, kuna huyu anaitwa Steven Piketi. Huwa mnanijenga kila wakati. Steven Piketi, Mungu wa mbinguni akubariki pia wewe ukiwa mahali ulipo. Hebu sikia ati ni Steven Piketi. Mungu wa mbinguni akubariki Steven. Ukiwa mahali popote huko. Kwa hivyo tunasikika na lugha zote. Lugha zote tunasikika. Naona hapa mwingine ni nyingi Wanjiku, tukisema ni kusifuata kulingana na vile wanatuma. Tutakaa hapa na bado muda inatu nini. Lakini kuna hii ya mwisho ni kuna mtu anaitwa George Foro. George Foro ako pande ya Ting'ang'a, anatuambia tuweze kujua Mungu zaidi ili siku ya mwisho tukaweze kufufuka na tuende kumraki Yesu. Hiyo ndiyo anasema ikiwa ya mwisho. Kwa hivyo George Foro akiwa pande ya Ting'ang'a, tumeshukuru sana. Kwa hivyo nawe George, Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Ukiwa pande ya Ting'ang'a na Mungu akulinde. Kwa hivyo Wanjiku, tulikuwa pande ile ya nini, huyu mheshimiwa wetu. Mheshimiwa wetu huyu anaitwa Mofaya. Kazi ile anafanya, ile alifanya pale DCC kutetea vijana. Wacha nikwambia, huyu ni mheshimiwa ambaye anajuana na Mwenyezi Mungu, sababu ukiona mtu unajua hata Musa wakati alitumwa kule akaokomboa wana wa Israeli huko Misri, alienda na kuwatetea kwa Farao ili wakaweza kutoka pale. Kwa hivyo yule Musa wetu kwa saa hii
ni huyu mheshimiwa wetu keep it up, lakini endelea kutetea hawa mavijana. Unajua mtu alijitokesha na akaenda akajiandikisha mahali pale, kwa hivyo akienda pale alikuwa na matumaini ya kuwa nitachukuliwa kazi. Kwa hivyo zidi kuwatafutia tu huko ili waweze kujifix pale, ili waweze kuepukana na mambo. Unaona mjenzi wanatumika vile wanastahili, ni hii mambo tu. Unaona kwa hapa tu walikuwa wanakuja hapo wakitukuwa na tumaini watapata kazi, lakini wanakuja wanakosa. Nasikia kijana wa huyu Wanjiku anasema alikuwa hapo na bado hajaenda. Mheshimiwa, ukipata na nafasi ya huyu kijana mchukulie tu. Mimi wangu bado hajafika hapo, lakini najua nitafika hapo. Kwa hivyo nashukuru sana Wanjiku. Siku ya leo nilikuwa nataka